Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika session hii, na leo ningependa kutafakari na wewe juu ya swala, ama ningependa kukuuliza mpendwa, hivi unavyokuwa umepatwa na changamoto ama shida ya hapa na pale, suluhisho lako unalipata wapi? Au kimbilio lako sasa, mtu wa kwanza kumkimbilia ni nani? Je, unaenda kwa waganga wa kienyeji? Unaenda katika miungu? Unaenda kwa kutoa sadaka? Unaenda kwa wachawi? Unaenda kwa ndugu jamaa rafiki? Mpendwa, nakusihi sana, wakati yote, majira aina yote, unapokuwa umepatwa na changamoto kama hizo, kitu cha kwanza, nenda magotini kwa Mungu, ingia kwa toba na rehema, muombe Mungu, mweleze shida yako. Mungu, nimepata changamoto hii na hii. Maana Mungu wetu anatuambia, niiteni nami nitaitika, nitokeni fadhaa zenu nami nitazibeba. Hivyo unapokuwa umepata changamoto aina yoyote na ukaenda magotini kwa Mungu, Mungu atakusikia, Mungu atakurehemu, na vile vile atakupa breakthrough ya changamoto ambayo ulioipata, na sio kumkimbilia mwanadamu, maana yeye ndio Alfa na Omega, yeye ni mwanzo na mwisho. Anachokianzisha lazima kitimilize. Mwanadamu anaweza akakupa tu mawazo katika hali ya ubinadamu, lakini Mungu ndo anayejua kesho yetu. Mungu ndo anayejua uzito wa changamoto ambao tunaoipitia, ama changamoto ambao unaoipitia, kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Maana Mungu siku zote hawezi akamwacha mtoto wake au mwanawe wa pekee akaharibikiwa au akapokea rasha. Hivyo Mungu hutufariji, Mungu hututetea. Shalom, shalom.